Yeah. Ni mkasa ulionikuta, sikiliza. Kuna kitu pengine unaweza kujifunza, na usirudie makosa kama niliyotenda mimi. Yeah. Moms. B-Boy Fire. Niko na Shozo. And check it out, yo. Siku moja nilienda bar kupata vitu, nikajisahau mpaka saa 6 usiku. Wife ana wivu, kila muda na bipu. Nikaona nikalale isije kanigarimu. Huku na usingizi afu nawaza jobu kesho. Nikawasha gari fasta mdogo mdogo mpaka ghetto. Namkuta wife amenuna, amefura, hajakula, namuuliza na nijibu high tempo. Ananisonya kila mara, nikaona sio kesi. Nikala chakula kisha nikaoga na kulala. Usiku mkubwa simu yangu ikaita sana, nikagundua namba ngeni mara baada kuitazama. Nitakucheki kesho, nikajibu siku mwema. Nikaipotezea nikaendelea kulala tena. Asubuhi mapema nikaamka nende jobu, mchele ulikuwa umekata tumboni na nenge mobu. Nimechelewa kazini, sikumbuki kuhusu jana tena. Wife akanambia hanielewi ninachofanya. Nikasema pana, nahisi kama siko sawa. Kajibu utajua mwenyewe kama mtu aliyepagawa. Kama kawa nikaswitch injini faster, nikaamsha simu ikaita tena ile namba. Mara hii sikujibu, nikakata nikavunga. Bize tena jobu nikasahau kuitafuta. Ikapita wiki mi bado nimenyuti. Ikapiga tena ile namba kapokea. Nikaongea nikauliza wewe nani nikumbushe. Squeeze naona uko busy sana unitafuti. Kaongea sote kike kilalamika sana, paka washikaji wakaanza kunitazama. Nikatoa loudspeaker na kisha nikakana. Dada utakuwa umekosea, hii namba umechanganya. Nikakata simu nikiwaza huyu nani. Akapiga tena simu kama mara 8. Nikamtumia message nimeoa sinchanganye. Naomba futa namba zangu, mke wangu mkorofi sana. Akasema na kujua ndo maana mmekutafuta. Naomba tuonane ukiniona utanikumbuka. Leo jioni nitakuwa Kimara Suka. We can be together, nitafurahi kama utaibuka. Akapiga kisi kali na kisha kakata simu. Sikuwa na hofu kumaliza hutata ikanilazimu. Nikaona fresh kumbe kamanda na feli mbinu. Kizembe kaenda peke yangu, wenzangu walikuwa timu. Nikazungukwa na makamanda 16 niko chini ya ulinzi. Moja kaonyesha pisto, kawekwa ndani ya gari, mikono ikafungwa pingu. Sijui kosa ila ghafla kaburuzwa paka Central. Visibiti wiki iliyofuata mahakamani, hakimu akadai mbona huyu jamaa hafanani. Sikujua chochote nikabaki na shangaa. Mwanasheria akasema huna haki ya kukataa. Mimi nikakataa, nikakana sio mimi. Nikaulizwa unaijua namba 0720. Nikajibu yangu mheshimiwa what you mean. Akasema ulitumia vocha iliyokotwa crime scene. Tarehe 7 ndo matakubali vamiwa. Poko ulikuwa unajua ulichofanya ukakimbia. Siku mbili zako kadhaa walidandia, ukawa upokei simu kila time uliopigiwa. Nikapigwa na butwa mpaka udendo kanitoka. Kweli siku niko matakubali weka vocha. Of course ili nimcheki tu wife nimeshatoka, ila hakuna aliyenielewa. Wakili akajenga hoja, kuna watu kadhaa waliuawa na kutupwa, na pale ba amesababisha hasara kubwa. Mheshimiwa hakimu hapana, si wa kufungwa. Naomba huyu awe mfano kwa wenzake waliovurugwa. Nikaiomba mahakama ichunguze kwa makini, kwa pengine labda yuko muhusika na sio mimi. Sikuwa na historia ya kuhusika na madili, hawakutaka kunielewa kabisa, sijui kwa nini. Wife na familia wakaitana waamue, wakasema mijambazi, wakadai ndoa ivunjwe. Kazini bosi akanikana kama nijui, na mtani nikitoka kasema lazima niue. Ikapangwa tarehe ya hukumu, sikushtuka maana kufika hapa nilishachoka kuzungushwa. Nikarudishwa tena gerezani, siku ilipofika hakimu kanihukumu kunyongwa hadi kufa.